Hello, habari. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Jipate, Utupate, Tupatane. Imekuwa muda mrefu sana kuweza kukutana tena, lakini Mungu amejalia tumeweza kukutana. Sasa kwa siku ya leo nataka nizungumze kwenye engo ya malezi. Nataka nionyeshe ni nafasi gani ambazo baba ana play kwenye malezi na ni nafasi gani ambazo mama ana play kwenye malezi. Bila kupoteza muda, nakuja kwenye nafasi ambazo sehemu 5 ambazo baba au mama wana play katika malezi ya mtoto. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya akili na hisia. Kazi ya baba katika kulea mtoto, anamwandaa mtoto awe na matumizi ya akili, ikiwa kazi ya mama ni kumwandaa mtoto kuwa na matumizi ya hisia. Sasa katika malezi, ili mtoto awe strong physically, psychologically, inabidi awe na balance kati ya hisia na akili, ambapo binadamu yoyote ili aweze kufunction katika ubora wake anahitaji umeme ambao unaitwa hisia, emotions, kwamba ili binadamu aweze kufanya mambo, apate msukumo wa kufanya vitu, anahitaji hisia. Sasa zile hisia ili zidhibitiwe, zichakachuliwe, ili apate kitu bora, anahitaji akili. Sasa ikiwa mtoto atalelewa na baba peke yake, utajikuta ana uwezo mkubwa wa akili, lakini akija kwenye engo ya hisia anakuwa dumped, anakuwa hawezi tena kufunction. Unakuta mtoto anafaulu vizuri darasani, anasoma, anafika chuo kikuu, unashangaa kajinyonga kisa mapenzi. Ni nini? Ni alikuwa na matumizi makubwa ya akili, lakini ikija kwenye hisia inampiga, hawezi kufanikiwa. Na mtoto yote akilelewa na mama anakuwa emotionally stable, afu huku kwenye logic ana misi. Kwa hiyo utakuta mtoto, siku hizi tuna vijana, siku hizi Gen Z, unakuta mtoto anajisifia, nimemblock mchumba wangu, nimemblock, nione atafanya nini. Mtu anasusa. Unakuta mwanaume hajawishiwe happy birthday, ana mind, ana left group. Ni hiyo ni nini? Ni kwa sababu muzani wake wa akili na hisia umeshindwa kubalance. Kwa hiyo amejikuta ana matumizi either ya akili peke yake ama ya hisia peke yake. Na ukikuta mtoto kalelewa na baba tu, uwezekano wake wa kufaulu masomo magumu ya sayansi na math ni mkubwa. Na ukikuta mtoto kasoma masomo kalelewa na mama yake tu, uwezekano wake wa kufaulu masomo ya arts ni mkubwa. Kwa hiyo tunavyolea mtoto tunahitaji uwepo wa baba na mama ili aweze kumtengenezea mtoto balance nzuri kati ya matumizi ya hisia na akili. Na jambo jingine ambalo baba na mama inabidi uchangie ni kwenye utii na upendo. Hapa kwenye utii, mama anamfundisha mtoto kutii, baba anamfundisha mtoto kupenda. Mtoto anajifunza anavyoona mama, baba anamnunulia, anamspoil mama, anamfanyia 1 2, anamhudumia, anaihudumia familia, anailinda. Mtoto anajifunza kitu kinaitwa upendo. Mama anamfundisha mtoto utii, kwa sababu mtoto anavyoona mama anarespondi kwa maagizo ya baba, utaratibu ulioko nyumbani unafuatwa kama ulivyokusudiwa, mtoto anarespondi utii. Sasa kadri tunavyoona katika jamii zetu ambazo unakuta watoto hawamuogopi Mungu, hawamuogopi yoyote, hawamuogopi, ni kwamba hapo ndani ya nyumba kuwemo baba hajifunzi utii. Yani yeye ukimwongea kwenye engo ya utii anaona kama ni kunyanyaswa. Ila mtoto yote ambaye amelelewa katika mazingira ya baba na mama ambao ni responsible, wanajua wanalea mtoto, unakuta huyo mtoto ana uwezo mkubwa wa kupenda na ana uwezo mkubwa wa kutii pale anapohitajika. Kwa hiyo tunaona kabisa kuna nafasi ya baba na mama. Kwa hiyo mtoto hapasi kukosa upendo na mtoto hapasi kukosa utii. Jambo la tatu ambalo tunampima mtoto na ambalo wazazi tunabidi tuwe makini katika kumwandaa mtoto ni kwenye sauti ya Mungu na sauti ya baba. Sasa hivi imekuwa ni kawaida, wazazi wengi wanasema watoto hawasikii Mungu, hawezi kuishi wito, hawezi kuishi kusudi, hawezi kumtegemea Mungu. Iko hivi, mtoto yoyote yule ni kwamba ili aisikie sauti ya Mungu inabidi aisikie sauti ya baba, na mtu anayemconnect mtoto na baba ni mama. So mama anamdirect mtoto kuisikia sauti ya baba. Mtoto akiwa anaweza kuisikia sauti ya baba, anaweza kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo kadri ambavyo mama tunasema tunazotukalea wenyewe, wamama wanasema tunazotukalea wenyewe, sijui ni nini, na mimi natafuta mwanaume kunizalisha, sijui ni nini. Kwa hiyo tujue tunaendelea kukuza kizazi cha maasi, kwamba mtoto yoyote ni wa baba. Kwa hiyo mtoto yoyote asiweze kumuelewa baba, hawezi kumuelewa Mungu. Fuatilia watu wanaompinga Mungu, fuatilia watu ambao wana reason, fuatilia wasanii ambao wana reason masuala ya Mungu, katika malezi yao baba hakuwepo. Kwa hiyo mtoto yote yule lazima amuelewe baba. Tunafahamu kwamba anaweza kama mmegombana na baba wa mtoto, lakini hali ya mwenza wako kutokuwa huyo mwanaume anaweza siwe mpenzi wako au asiwe mume wako, lakini akawa baba bora wa mtoto. Kwa hiyo
ile kitu mnasema unaanza kumgombanisha mtoto na babake, ni kwamba huyo mwanaume unaona wewe unamharibia, amefanikiwa kukuharibia maisha yako wewe, na baada anaharibu maisha ya watoto wake, kwa sababu mtoto yote hayuko salama ambaye aelewani na babake. Yani hakuna mtoto ambaye ni stable ambaye aelewani na babake. Kwa hiyo hapo ukiweza kumpambanisha mtoto na babake, umempambanisha mtoto na Mungu moja kwa moja, kwa sababu baba kuna muda haeleweki na Mungu hivyo hivyo, ni kuna muda haeleweki, lakini inabidi umwamini. So ukiweza kukata mzizi hapo, tunazaa kitu kinaitwa identity crisis, na hisi tunakuwa tumeona hapo. Na jambo jingine ambalo wazazi inabidi mumchangie mtoto ni kwenye mahusiano. Mahusiano kivipi? Mama hujenga uwezo wa mtoto kuhusiana na watu wengine na kuyalinda mahusiano, ikiwa baba anamjengea mtoto uwezo wa kuchagua watu gani bora wa kuhusiana nao. Mtoto yoyote aliyelelewa na mama peke yake ana uwezo mkubwa wa kuingia kwenye mahusiano akakaa katulia, ila tatizo lake ni moja, huwa anaga uwezo wa kuchagua watu bora. Kwa hiyo unakuta na dating na watu wa hovyo, watu ambao hawaeleweki, watu wote mnaona hawaeleweki, yeye anawaelewa. Sasa hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye amefundishwa upendo, mahusiano yake yeye amefundishwa upendo wa baba, upande wa mama peke yake, baba hakuwepo. Na mtoto yoyote yule ambaye amelelewa na baba peke yake ana uwezo wa kuchagua mtu gani sahihi wa kuhusiana naye, lakini kuweza kumaintain kwenye ile mahusiano ni ngumu. Kwa hiyo kabla tunavyoona kwamba kuna changamoto, zikitokea changamoto za familia, watu wanakimbia, watu hawataki tena kuhusiana, ni tujue kabisa ni either baba haja play part yake au mama haja play part yake. Kwa hiyo tunahusiana na kuhusiana ni muhimu, lakini jambo la ninahusiana na nani ni muhimu kuliko hayo mahusiano. Na jambo la mwisho ni jambo la maisha. Mtoto yoyote ile, mama yake anamhakikishia maisha yake ya sasa, baba yake anamhakikishia maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo ndio maana watoto wanaelewaga sana mama zao, kwa sababu mama wanaonyeshaga upendo wa sasa, anakuonyesha njia za sasa. Mzee akikuangalia hivyo anataka kuiona future yako. Kwa hiyo kama mzee haoni future yako, hamuelewani. Ndio maana watoto wengi huwa wanamuelewaga mama kwanza, ila akikua akianza kufika miaka 25 na kuendelea anaanza kumuelewa mzee. Ni kwa nini? Mzee alikuwa anamwandaa mtoto kuangalia haya maisha ya huyu mtoto yatakuwaje huko mbele. Mama alikuwa anamhakikishia mtoto usalama wake wa sasa. Sasa hivi tupo kwenye dunia ambayo mama yuko nyumbani na mzee yuko nyumbani. Kashikashi zinazotokea hapa katikati tunaziona. Ni nini kinatokea? So katika malezi, wazazi inabidi mjue kabisa, ukiona future ya mtoto imeharibika, mzee kazingua mahali, na ukiona mtoto kaanza mtukutu anafanya mambo ya ajabu ajabu akiwa bado mdogo, mama anafeli mahali. So inabidi tuangalie uwezekano wa kuweza kuhusiana kama wazazi kuwasaidia watoto katika malezi yetu. Hakuna mtoto aliyelelewa na single mother, hakuna mtoto aliyelelewa na single father, hayupo. Na hakuna mtoto wa kawaida ambaye amekaa iko ni strong, anaweza kafanikiwa kibiashara, akafanikiwa kiuchumi, akafanikiwa kila kitu, lakini kuna engo akipigwa atarudi chini moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hivi tuna mifano, mbona mtoto fulani amelelewa na baba peke yake, mbona mtoto fulani amelelewa na mama peke yake. Hii hao wachache ambao wameweza kumaintain hawafanyi tupitishe kwamba hii issue iko sawa. Kwa hiyo tumeona kabisa hapa baba ana mchango wake katika malezi na mama ana mchango wake katika malezi. Okay. Kwa majina naitwa Spiliani na hichi ni kipindi chetu pendo cha Jipate Utupate Tupatane. Kwa siku ya leo sitakuwa na la ziada. Asanteni, na unaweza kushare link hii kwa watu tofauti ili ujumbe wafikie wazazi wengi. Asante.